Daleta kutongoza kumkubalia sasa wewe juu yako. Kwa hiyo ukimkatalia wewe. Kuna watu wanaogopa kuwekwa kimvuli. Yaani akikata. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya AB Media TZ kisima cha burudani. Hapa tupo mtaa kwa mtaa na tunaenda kufanya mastori na masista zetu na watu mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na story mbalimbali na interview mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifanya kitaa kwa kitaa. Tumekuwa tukikusogezea story mbalimbali za hapa na pale, na hapa tuko maeneo fulani ya Zinga hospitali bila shaka, na kuna mtu ambaye tunaenda kumfanyia interview moja nzuri kabisa ya kibabe. Nikwambie tu, hebu endelea kufuatilia interview hii, hakika utaenjoy, utajisikia faraja sana. Lakini pia tumekuwa na story mbalimbali za kuelimisha jamii, tumekuwa na story mbalimbali za kujenga, tumekuwa tukipiga story na vijana ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kiaso na kustruggle kwenye mambo mbalimbali ya kimaisha. Tumekuwa tukipiga nao story vijana wa kike na wa kiume na changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa wakizipitia katika maisha yao. Tumekuwa tukijoin kwa pamoja, na siku ya leo tuko mahali tunakusogezea interview ya kibabe. Endelea kufuatilia channel yetu pendwa ya AB Media TZ kisima cha burudani. Tuenzetu. Niambie director. Nashukuru Mungu tu. Kama kawaida. Mambo yanaendaje? Mambo bwana yanaenda vizuri leo kama unavyoiona hii sasa hivi. Yeah. Tunapambana nayo badili kali sana. Mtazamaji anaweza katamani kujua unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Mingo Brown. Mimi ni producer na ni director pia vile vile. Na kwa sasa tuko Bagamoyo kwa ajili ya kazi zetu, tutakuja kupambana kunyanyua wasanii wadogo wachanga wapeleka katika malengo yao ambao wao wenyewe wanatamani kufikia. Yes. Ni kazi gani blazo umekuwa ukizifanya ambazo ukizifanya unasema yes, hii kazi ndio sehemu ya ndoto yangu? Sisi tunafanya filamu. Tunafanya na series pia. Ndio. Ziko series nyingi sana ambazo ziko kwenye YouTube. Yes. Ukiingia pale Mingo Brown utakuta series zetu nyingi sana. Kuna Crazy of Love, kuna Nizike, kuna Naziri, ziko nyingi. Na pia ukiachana na hapo, hata pia tulipata bahati pia kuna mikataba ya Azam pia. Tuna kazi zetu ambazo tushakuwa kuuza kule, ziko nyingi tu. Kwa hiyo nikisema nikianza kuzitaja hapa tutakuwa haziishi. Mpenzi mtazamaji, bahati nzuri nimepata nafasi ya kukutana na director. Unaitwa nani kweli? Mingo Brown. Ukiingia pale YouTube wa search kwa jina hilo Mingo Brown ananipata pale. Utakutana na kazi zake ambazo amekuwa akizifanya. Nikuombe mpenzi mtazamaji, hebu kamsearch sasa hivi kwenye channel ya YouTube, TikTok. TikTok kote tunapatikana hivyo Mingo Brown, popote Facebook, wapi uko Insta, ukiingia Mingo Brown, YouTube, kila sehemu yani ukisearch Mingo Brown pale unanipata, na kazi zangu zote unaziona pale. Pamoja sana. Mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa ya AB Media TZ kisima cha burudani. Hapa ni Zinga hospitali. Hili eneo ni eneo ambalo liko kwenye viunga vya Bagamoyo. Katika pita yetu mtaa kwa mtaa tumekutana na director kama ulivyoweza kumsikiliza. Wasanii pia ambao mnatamani pia kufanya kazi na director, bado mna nafasi, mmepata nafasi ya kumuona, hiyo ndo chance ya kuitumia. Mawasiliano yako kaka? Mimi popote unapotaka kuingia, watu ambao wako mbali wakiingia pale Facebook wakiandika Mingo Brown, wakija inbox, basi niko online anytime. Na pia mawasiliano yangu pia ukitaka kunitafuta mimi kwa 0686634691. Narudia tena 0686634691. Call me anytime. Nitakupokelea na nitakusikiliza. Unajibu message DM blast? Message tunajibu, kwani tusijibu? Message lazima tunajibu. Watu wengi mara nyingi ukiwa DM wanakuwa gumu sana kujibu message. Mimi bwana ni producer ambaye napenda sana kufuatilia sana comment za watu. Yes. Pia na
message mtu akinitumia na kuwa faster sana kusoma, kwa sababu napenda kupokea maoni tofauti. Hata kwenye kazi zangu pale mwisho lazima niweke namba yangu ya simu na maoni na ushauri pia kwa ajili ya watu kunipigia, kwa sababu naamini kuna watu wako mbali sana na natamani kufikia malengo yao, lakini bado ambao wametupita sisi majina wanabania. Sisi tumekuja kwa ajili ya kupambania hizi ndoto zao. Yes, mpenzi mtazamaji, tuma message sasa hivi, na director amesema amekuahidi hapa, ukituma message anajibu chap saa hiyo, na amesema azimi data. Data luzimi sisi. Data on anytime tu. Wow, pamoja sana. Karibu sana. Pamoja sana. Poa. Mpenzi mtazamaji, baada ya kumaliza mazungumzo na Mingo Brown, tukapata nafasi ya kuonana na wasanii kama unavyowaona hapo. Tukatafuta chocho kidogo kwa ajili ya kuzungumza nao mambo machache kaza wa kaza. Bana, interview kwa kweli linoga na kuna vitu vizuri tulivizungumza, na hakika ukiendelea kusikiliza hii interview utajifunza kitu cha tofauti sana. Ziko changamoto ambazo wasanii wanakutana nazo, ziko changamoto ambazo madirector pia wanakutana nazo. Hebu ufuatilia interview hii, utajifunza mengi na hakika hautabaki kama jinsi ulivyokuwa. Hii ni AB Media TZ, kisima cha burudani. Tuende pamoja katika interview hii ya kibabe. Karibu mpenzi mtazamaji. Tukaamua kukaa chini kama unavyoona. Baada ya muda tukaona hii location pia haifai, tukaamua kuondoka kutafuta chocho nyingine nzuri zaidi, ili tuweze kufanya mazungumzo mazuri yenye utulivu zaidi na baadhi ya wasanii. Huyo unayemwona ni msanii ambaye tutafanya mahojiano naye kuhusiana na changamoto ambazo anazipitia kwenye sanaa yake, lakini pia kuna msanii mwingine ambaye anakuja pia hapo. Tutakuwa na huyo msanii wa kwanza na anaitwa Madam Esther, na tutakuwa na msanii mwingine wa pili ambaye pia tutafanya interview naye pamoja na director. Kama nilivyokuambia, ziko changamoto ambazo madirector wanazipitia na wasanii pia wanazipitia. Sasa mambo yakaanza kama unavyoona. Twende kazi. Mpenzi mtazamaji, sikiliza interview hii mwanzo mpaka mwisho. Hakika kuna la kujifunza katika interview hii. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa ya AB Media TZ, kisima cha burudani. Hapa ni Bagamoyo. Niko kwenye mtaa mmoja unaitwa Zinga Hospitali. Ni moja ya mitaa ambayo ipo katika mji wa Bagamoyo, na mbele yenu hapa niko na wasanii nimewatembelea. Timu ya AB Media tumekuja kupiga story na wasanii, kuzungumza nao mambo kaza wa kaza. Kuna vitu vya msingi ambavyo natamani tuzungumze nao, lakini pia kuna director yuko hapa. Bahati nzuri kitu ambacho tunataka tuzungumze hapa kinamhusu pia director. Najua leo atatujibu maswali yetu mengi sana, maswali yetu mengi ambayo tumekuwa tukijiuliza. Ngoja nikae. Director, mambo vipi? Fresh tu, sijui. Safi kama tuko fresh tu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, tunamshukuru Mungu, tupo kama unavyotuona hapa. Ndio. Hali ya hewa imekaaje huko Bagamoyo? Hali ya hewa kwa siku leo na tumeamka hapa, mvua inanyesha nyingi sana, baridi yanapo kama tuko Mbeya yani. Au sio? Safi sana. Sister, mambo vipi? Safi. Kama unaitwa nani? Naitwa Shamsa. Sawa. Kama nishai kumuona. Sister, mambo vipi? Poa kabisa. Kama kawaida, karibuni. Unaitwa nani? Naitwa Mwaija au Esther. Na wewe ni msanii pia? Koti. Mpenzi mtazamaji, hawa ni wasanii ambao wako Bagamoyo, na kama unavyojua historia ya mji wa Bagamoyo ni sehemu ambako imekuza vipaji vya wasanii wengi, na vyuo vya sanaa vikubwa viko Bagamoyo. Kina Steven Kanumba wamesoma katika chuo cha Kaole, na wasanii wengine wakubwa unaowajua kina JB na wengine ambao unawafahamu wamesomea Bagamoyo. Na Bagamoyo haijawahi kukosa vipaji. Bagamoyo haijawahi kukosa vipaji hata siku moja. Na leo nimekuja kupiga nao story hao wasanii, nimekuja kupiga nao story. Siku ya leo sisi timu ya AB Media tumeona tuje tuzungumze mambo kaza wa kaza, ikiwemo changamoto za wasanii. Bagamoyo ni kisima cha sanaa. Wasanii ni wengi wako Bagamoyo, lakini asilimia kubwa ya wasanii ambao wako chini, tuseme underground, wanaofanya vizuri ni kama waonekani. Na changamoto ni nini director? Na nimekuona umekuja Bagamoyo huku na tulizungumza pale, ukasema umekuja kuinua vipaji vya sanaa
hasa wasanii wadogo ambao kwa namna moja ama nyingine kama hawaonekani au hawapati support. Wewe binafsi mpango mkakati wako ni upi kuhusiana na wasanii hawa ambao wako chini huko underground? Sawa, swali zuri sana. Unajua sasa hivi sanaa yetu tofauti na zamani. Unajua zamani ilikuwa wasanii wadogo wakishamwona mtu hata kama sehemu mpo seti mnashuti, mtu kapita anatamani kufanya kile kitu, unakuta mwenyewe anakuja pale anaongea, lakini ukishamkaribisha tu anakuwa hayuko serious. Na hii inakuja kwa sababu kuna watu wanakutana na watu ambao sio sahihi kwa muda huo. Madirector wamekuwa ni wengi sana sasa hivi kwenye sanaa yetu. Kila mtu director, mtu akishika kihela kidogo naye anataka kuongoza movie. Sasa je, unataka kuongoza movie, unajua misingi ya movie? Je, sanaa unajua ni nini? Kwa hiyo yule akishapata kihela chake, kanunua kamera, akapata nini, anataka kuingia location, anakuja sehemu na convince watu, alafu mwisho siku hajui movie anaenda kuuza wapi, hajui bodi ya filamu inazungumzia nini, hajui kuna masharti gani. Kwa hiyo anakuta ana convince wale watu ambao wanatamani kuingia kwenye sanaa, lakini hawafikishi pale wanapotaka wao. Sasa wale wasanii wanavunjika moyo. Kwa sababu kwanza anafanya kazi na director ambaye hajui director huyu je ana kazi gani ambayo imeenda mjini. Hana kazi yoyote. Kwa kazi tunazikuta kazi mara nyingi zinaishiria tu mitaani. Kwa hiyo wale ndio wamekuja kuvunjika moyo. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba wasanii waliojitoa kufanya sanaa wapo. Wasanii wapo wengi sana kaka. Tena wapo wengi sana. Sasa shida ni kwamba unatakiwa uwe mpole ili kwa kuvunja moyo wao wale uwaaminishe, kwa sababu tayari wameshaumizwa. Kwa hiyo mimi nipo kwa ajili ya kutaka kuwarudisha mioyo yao ilipo na kuwapambania kazi. Na lengo ni nini? Kufanya kazi yenye kuonekana. Hicho ndio kitu kikubwa sana ninachokitaka. Sawa. Ufanye kazi ionekane. Lakini usifanye kazi unaitia kapuni. Unamvunja nguvu ule msanii. Kwa hiyo wasanii wapo wengi sana Bagamoyo. Kwa hiyo ni kupambana nao, kuhakikisha unawapeleka kwenye ramani yao wale wanavyotaka wao. Hicho ndio kitu kikubwa sana. Mpenzi mtazamaji, nadhani umemsikia director anachozungumza. Ukweli usiopingika, wasanii wapo ambao wana moyo wa kufanya kazi, lakini wamekuwa kiangushwa na vitu tofauti hasa. Unajua watu wameshachoka kuigiza, alafu anaona anapoteza muda, alafu hakuna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo madirector wengi sometimes wamekuwa wakiwapata wasanii wanajitokeza, lakini wanafanya kazi zinawekwa ndani, hazitoki, na wale wasanii hawaonekani. Director anasema yeye kiu yake kubwa ni kumuona msanii anaonekana, anatoka, kwa sababu kuonekana ndo chanzo cha ndoto yake kufanya nini? Kukua. Madam pale, wewe ni msanii, unaweza kutuambia changamoto mojawapo tu ambayo kwa kweli hiyo imekuwa ni changamoto kubwa kwako katika sanaa? Changamoto kubwa katika sanaa ni madirector kutongoza wasanii. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inatusababishia sisi wasanii kukosa confidence na kukosa malengo yetu. Hapo kama nakuelewa kwamba madirector wamekuwa ni chanzo, sometimes wanawanyima confidence. Kama umeongea msamiati kidogo, vipi labda? Yaani madirector wanachukua nafasi ya kuwa madirector na kuwataka wasanii kimwili. Okay, hiyo ni changamoto. Unataka kuniambia kwamba kutokana na hiyo sababu, hata kama msanii anajua kuigiza, ana confidence, akishaingia kwenye mahusiano tu ya kimapenzi na director, anaweza asifanye kazi kwa ubora. Mpenzi mtazamaji, hizo ni changamoto pia mojawapo ambazo zinawafanya wasanii wengi wasifike mbali, hasa watoto wa kike. Watoto wa kike wanapitia magumu sana, wanapitia mengi. Wako wasanii ambao wana uwezo mkubwa sana, tena tunaweza kusema ni underground, lakini underground kwa sababu tu hawajapata majina, lakini sio kwamba kwenye performance ni underground. Hao unaowaona hapa ni wasanii wakubwa, wana kazi zao nzuri. Kama ukipata nafasi ya kuingia kwenye channel zao ukaangalia, kazi zao ni nzuri, uwezo ukasema ni underground. Mimi kwanza
sitamani kutumia hilo jina kwenu, so nawaona mna uwezo mkubwa, mnafanya kazi kubwa, zinaonekana, lakini ziko changamoto ndogo ndogo. Moja ya changamoto kubwa ambayo inawarudisha nyuma wasanii wa kike ni hiyo ulioizungumza. Labda tuzungumze na madam pale. Kwako wewe madam, wewe labda una changamoto nyingine ambao unaiona kwenye sanaa imekuwa ni changamoto kubwa pia? Mimi changamoto yangu kubwa nafikiri upande tu wa location. Mara nyingi location huwa sisi wasanii tunasumbuka sana. Lakini kwa kusema hiyo wasichana kutongozwa na madirector, hiyo ipo. Lakini mimi naona wewe mwenyewe tu mtakapojiweka. Kwa hiyo director kutongoza kumkubalia, sasa wewe juu yako. Kwa hiyo ukimkatalia wewe. Kuna watu wanaogopa kuwekwa kimvuli. Yaani akikata Mimi bwana, changamoto yangu kubwa sana upande wa location. Fika sana wasanii. Sana vibaya mno. Naitaka sana na wanataka kufika mbali. Na anaangalia huyu director ana jina. Na anaangalia saa zingine anamwahidi, bwana umemuona yule atakuwa yule ndo anatakuwa kucheza kwenye hii series kama main character. Sasa mimi nataka wewe ndo ucheze. Wewe ndo ucheze ile nafasi, ila kwa sharti moja tu, kinikubali tu na mahusiano na wewe, mimi nampiga chini, nampa sini mpito, alafu wewe unakaa kwenye ile nafasi. Na kwa sababu mtu anataka kupambania sana yake na anaangalia kazi ni kubwa, anaogopa pia sija akawekwa kimvuli, mara picha yake na anashutiwa inakuwa nyeusi haonekani, mara anashutiwa miguu, wengine wanakubali. Mimi hata niingie akilini hata kidogo, kwa sababu kwa nini wakwambie wewe nipe kwanza mwili labda ndo nikuweke pale? Kwa nini hapo? Hata ushtuke anataka kuwaza vile, kwa nini kafikiria vile? Eti nikupe karata hii ucheze, kwanza nipe mwili wako ndo nikupe karata. Kwa hiyo bila kufanya hivyo ndo hata kuweka. Wanapitia hayo mapito. Ni bwana, kama ndo wasichana nyinyi ndo nani, kama ndo wasichana wako kwa design hiyo, kama ndo hivyo kwa kweli muache. Yaani mtu asikuatishe kabisa. Yaani msikishike tena, msiogope. Bwana nakuweka, nipe sitaki. Utaka niweke uwezi basi. Alafu na bila sana kumbuka naitaka. Sasa kama ndo hivyo ndo sana. Hiyo asitaki kuamini mimi hicho kitu. Mimi nafikiri bahati nzuri director tunaye, bahati nzuri director tunaye, na yeye anacheka. Kaka, hii michezo ipo. Mimi bwana nizungumzie kitu kimoja. Katika sanaa bwana, sio sanaa tu. Kazi yoyote unajua wewe, hiyo ofisini iwe wapi, changamoto kama hizo za mahusiano kutokea ni lazima. Lakini mimi naamini kitu kimoja kwa msanii. Kama mtu anakushawishi na director katokea anakuambia bana kuweke kipande hichi, kama alivyosema madam hapo, unawezaje kukubali? Kwa sababu kama uko unatambua nafasi yako ya wewe kuwa msanii, popote unaweza ukatoka. Umeelewa Popote unaweza ukatoka. Kitu cha pili, kama wewe unatambua sanaa yako, hata ukichezeshwa sini moja, unapita barabarani unasalimia. Za saa hizi, ile za saa hizi ukaifanya vizuri, za saa hizi hiyo moja inakutoa. Mara nyingi sisi tunashindwa kuangalia sinema za zetu wa mbele. Wenzetu ambao wameendelea kisanaa, tunafuatilia sana movie nyingi za kizungu. Umeona? Unaweza kumkuta mtu sini moja kapita, lakini wewe ukajiuliza yule mtu imekuwaje? Kuna msanii ambaye katoka Kenya, Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o ni dada mmoja ambaye mimi waga namfuatilia sana. Yule aliweza kufanya sinema moja akaonekana sini moja tu, lakini sini moja ile ndio imemfanya mpaka kwa Hollywood. Sasa hivi anaishi Hollywood. You know why? I got this from Mrs. Shaw. Mrs. Shaw won't even grab me no soap to clean with. I stink so much I make myself gag. 500 pounds of cotton, day in, day out, more than any man here. And for that I will be clean. That's all I ask. This here, what I want to show is for. Shida ni kwamba wasanii wetu wadogo wana tamaa.
Umeelewa Wanataka wasanii mafanikio kutoka haraka. Na hichi kitu mimi nimekigundua sana baadhi hata kwa unapokuwa mimi mwenyewe pia ni mwandishi. Unaweza kaandika story ukamchezesha. Labda uwe akacheza scene moja tu. Kapata msanii mwingine akacheza scene 2 au 3. Lakini wewe unajisikia vibaya kwa hiyo scene moja. Anatamani acheze hata zaidi ya moja. Anatamani acheze hata zaidi ya moja. Na hiyo ndio wafanye madirekta wa roho. Madirekta wa roho. Kwa hiyo hao madirekta ambao wa roho wanatumia advantage kisha kuona kwamba msanii kumbe ana tamaa. Sasa kama nimekupa scene moja, unadharau unasema kwa nini nimenipa scene moja? Mchezo kwa nicheze meni. Kwanza utakao ujue kwanza, je, hii story inanifaa mimi kuwa meni? Kwa sababu story pia ina kawaida ya kumchagua aina ya mtu. Si ndio? Mimi naandika story, lakini najua kabisa story hii inavyoandika inamuona mtu fulani. Yaani namuona kabisa na hakuna namna ya kuchiti. Yaani hakuna namna ya kuchiti. Hivi kumbe inawezekana hata wale wanaosema kwamba nitakupa nafasi fulani ni uongo, kwa sababu story inamtaka mtu fulani. Kwa mfano tumchukulie sister umbo lake ni modo. Story nataka mtu fulani mnene, nataka mtu fulani mnene awe mfupi kidogo, ndio story inavyotaka. Halafu wewe huijui story, ila anakuambia nitamtoa yule, nitaweka wewe kwenye ile nafasi. Ni kama uongo, na inawezekana akamweka kwenye ile nafasi, na ndio maana sometimes hata kazi zinaharibika. Kwa sababu amemweka mtu ambaye haendani na ule uhusika pia. Kwa mimi niseme tu wasanii wadogo kinachoharibu ni tamaa. Na tamaa hii kwa sababu kwani mtu anakupa scene moja, hata pita salimia pale, ukakubali na kushukuru Mungu kwa sababu ile scene ndio haki yangu. Ngoja nipambane nicheze vizuri hii scene, hata nasalimia watu tu njiani. Hawataki. Kwa hiyo wasanii scene shida ni nini wanachotaka wao? Ndio ile kudanganywa, utacheza beni, utacheza nini, nitamtoa yule nimweke yule. Sasa unataka? Ndio unakutana na hicho kitu sasa. Lakini ukisema bwana sikiliza, kama mimi nifanye kazi, mimi sitaki kuwa meni. Umeona story yako, mimi nataka kuwa meni, niweke. Hujaniona, tafuta mtu mwingine. Mimi director, mna director anza kukubali kazi yake iharibike kwa sababu eti yule pale nimemuomba tendo kakataa. Kwa hiyo story namtaka yeye, lazima atakuweka tu. Na ukiwa na msimamo utakaa hivyo. Lakini ukiwa huna msimamo utakutana nao mengi. Madirector wako wengi, kila mtu ana style yake ya kukupata. Kama umeingia kwenye sanaa, basi ukubaliane na kila hatua. Nimekumbuka mbali sana alivyosema sister issue ya hizo au madirector wa roho. Mwaka mmoja ilikuwa 2015 nilikuwaga na filamu yangu, ilikuwa ni filamu yangu ya kwanza nilikuwa nataka na nimedhamiria kuifanya hapa sehemu moja napaita Matumbi. Nikamchukuaga director mmoja, si nimtaje jina, si ni muhifadhi. Okay, ngoja ni muhifadhi jina lake. Lakini ni msanii. Yeye ni msanii, ameshatangulia anacheza comedy. Ni msanii ametangulia anacheza comedy. Nikamchukua akaja mpaka pale kambi, tukaelewana bei ya kuifanya ile kazi, na akaniahidi atanipeleka kwa watu ambao yeye anakouza kazi zao. Kwa kweli niliona mengi. Siku jamaa yule alikuwa hataki kuingia location kushuti mpaka umpe bia 2. Akamwambia nipe bia 2 kwanza ndio twende location. Unapambana msanii. Wewe unataka ujui, yeye ndo ana kamera, yeye ndo ana edit, yeye ndo anakutafutia soko. Nikapambana naenda nachukua bia, namletea, anapiga analewa, tunaenda location na shoot scene moja, amerudi anasema turudi kambini. Mimi leo sijisikii kushoot. Siku nyingine ananiambia ukitaka twende location, namtaka yule mwanamke, yule msanii namtaka. Kwa kweli nilikata tamaa. Mimi binafsi nilikata tamaa. Niliona sasa mbona huyu kama tayari ni msanii mkubwa, ameshatangulia, ana jina, afu kwa nini ananifanyia mimi hivi ambaye ndo kwanza ninaanza? Inakuwaje yani umtake yule msanii ndio ufanye kazi yangu? Pako mpe bia ndio afanye kazi yangu.
Sasa kuna dada mmoja nilimchukuaga anaitwa Winnie, sijui yupo, kama ataiona hii interview anitafute. Alishai kucheza movie moja na Emedi inaitwa Kigodoro, anaitwa Winnie, dada mmoja mwembamba hivi. Nilimchukuaga yule dada, aisee, yule dada hana mashauzi, ni msanii mkubwa anajulikana. Sasa yule director alikuwa anamtaka yule, sasa wote si wanakutanaga kule, ni wasanii wote wakubwa. Akasemaje, kaambia mimi nimekuja kufanya kazi, sikuja kufanya hizi mambo. Alafu unavyowafanyia hawa wasanii hawa underground unakosea, unawavunja moyo bwana we. Mara kamera imezima chaji, mara beti nimeliacha Dar es Salaam, mara sijui chaji imekufa, naomba unipe hela niende Dar nikachukue chaja. Kakosa kwa sababu yule binti naye kamkazia. Siku moja bana, mimi nipo kazini, nimewaacha wasanii kambi. Kumbuka nimeweka kambi wiki nzima, wanakula na kushuti. Kwa hiyo tunaenda siku moja tunashuti kipande kimoja tunarudi, wasanii wanaendelea kula. Yani yeye hajali hiyo budget, na nimelipia kodi, wasanii wanaendelea kula bwana. Yeye akapanga atoroke, tumeshafanya kazi na mimi nilimwamini kwa sababu nilikuwa namtegemea kila kitu. Kipindi hicho hata masuala ya media, sio YouTube, wapi utapenya saa ngapi? Kama vile ambavyo leo unaweza ukafanya kazi zako ukaweka YouTube na nini zikafanya nini zikaenda. Lakini kipindi hicho tulikuwa tunategemea masoko mpaka uende Pilipili Entertainment, wapi uende kule au usambaze mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa sina njia, kwa hiyo nilikuwa namtegemea, nikampa story yote anaijua. Akasema nishapata story hapa. Siku hiyo bana, mimi nipo kazini, yule sister Winnie akamwambia, akawasikia wanasemaje, tutoroke tukaifanye tukaimalizie kazi mbele kwa mbele, si tuna wasanii wetu, tuwatoroke. Jamani, bila yule dada nilikuwa nishampa milioni 2 yule jamaa. Bila yule dada ile kazi ningepoteza. Yule dada alibidi anipigie simu chap, "Baby, hivyo hapa hakuna kazi ndugu yangu, wewe njoo tu nipe nauli mimi niondoke, mimi sioni kama kuna kazi tunafanya hapa, nishakaa siku 4 alafu hamna chochote." Alafu sasa kwa taarifa yako, nimemsikia kameramani wako anataka atoroke na kazi yako. Sasa mimi nataka nikufanyie mpango, niokoe pesa yako ili akurudishie hela yako, ila njoo unipe nauli niondoke. Utafanyeje? Wewe niachie mimi. Yule dada akaingia kule kwenye chumba cha Mwamba, na chumba chake hataki kujichanganya wasanii, anakula chakula anachokitaka. Anakula chakula anachokitaka. Mimi nikaaga kazini chap. Yule dada akaingia kwenye kile chumba, akaingia amevaa tight yake, kajifunga kanga, kaombea, ombi lako mimi nimekukubalia. Sasa naomba uende ukaoge, nimekuwekea maji uani kaoge, wasanii wengine si wameondoka, ninataka tumalizane hapa. Yule Mwamba akakubali, na mwanamke aliingia kwenye jumba la sanaa yule jamaa. Kweli yule sifa kumbe alifanya kile kitu ili aokoe pesa yangu. Alichokifanya yule jamaa kweli alikubali, akaenda kuoga. Yule sister alichokifanya, akachukua kamera, akachukua laptop, akakimbiza kwa mama mwenye nyumba nilipopanga. Akasema hivi vitu yule jamaa anataka kumtapeli yule kijana alopanga kwako. Sasa mimi naondoka, atajua mimi ndo nimetoroka navyo. Kwa akija yule mkabidhi hivi vifaa, asimpe mpaka arudishiwe pesa yake. Anarudi kuoga, anaingia ndani, anakuta vifaa vipo. Yule dada yuko stendi, mimi nikakutana naye stendi, nikampa nauli akaondoka. Nikafika pale tena, mimi pale nilipofika nimegawa hela, nikatawanya wasanii na kazi hamna tena. Nimewataja wasanii, nimewapa nauli. Haya, wewe kwenu, wewe unaishi wapi? Kwenu, wewe unaishi wapi? Kwenu, wewe unaishi wapi? Kwenu. Nikawatawanya, nikawapa na nauli, nikamwambia wewe mzee, vipi, njoo tuongee, nimesikia kwamba unataka kutoroka na kazi yako, sasa vifaa vyako ninavyo mimi. Akashtuka, akajua kumbe nimeshachezewa mchezo. Kwa sasa nipe tu vifaa niende nikakurudi, na hela alishatumia. Mimi nikamwambia siwezi kukupa. Kwa kuikata hiyo story, alienda polisi kituo cha Mapinga pale, akaomba niandikiwe barua ya kuitwa. Wakaniita pale polisi, wakaniambia wewe bwana, sasa inabidi
umrudishie hivyo vifaa, vilete hapa polisi, akileta hela utavichukulia hapa. Nikamwambia jamani, vifaa ninavyo mimi, nikipoteza yeye atanidai mimi, sileti. Nikavizuia. Akaondoka kweli mjini, ikate tu. Akaenda mjini, alipofika mjini akaitafuta 1,500,000 akaniletea. Nikaichukua na vifaa sikumpa. Nikamwambia mimi nataka hela yangu, yani mimi sitaki kuona kwenye macho yangu. Yani sitaki kukuona kabisa. Huwezi amini, mpaka leo mimi sijawahi kuona hata kazi yake hata moja. Nikavizuia. Akaenda tena akapambana, akarudisha hela yangu, nikafuta kila kitu kwenye laptop. Yani laptop yenyewe nikaipiga nyundo yote na programu zake zote. Nikachukua na ile kadi ya kamera nikazuia, nikampa kamera yake ikiwa nyeupe, haina chochote, tukamalizana. Wamekata tamaa kwa sababu ya gharama za uandaaji wa filamu. Hakukati. Kuna muda tunajiendekeza kwamba kuna watu wanajiendekeza. Ukijiendekeza kweli, huyu atakula, huyu atakula, huyu atakula na kutoka utoke. Kwa sababu huyo mtu anayekuomba wewe, kwanza lazima ujiulize swali, ameshaomba wangapi kwenye hizi location? Ni mchezo wake, toka huko alikotokea ni mchezo wake. Hawa walioomba hapa yuko nao hapo? Hayupo nao. Kwa matokeo yake atakuchezea, alafu mwisho wa siku hamna kinachoendelea. Nizungumze kitu kimoja, sisi madirector bwana tunatembea kambi nyingi sana. Ila lawama mpewa. Lawama tunapewa. Kwa hiyo mimi najipokea lawama kwa sababu nipo katika jupo, nasema katika msafara wa mamba wengi nao hapo, kwa sababu inafanya kile kitu ambacho wao wenzangu wanakiharibu. Lakini ninachozungumza ni kwamba wasanii wachanga tamaa ndio inawaponza. Tamaa. Ukipewa sini moja, kubali cheza sini moja. Ukitaka nyingi utaliwa. Ukipewa sini mbili, lakini ukitaka nyingi utaliwa. Unategemea nini? Kwa sababu wewe unapewa sini moja, shukuru Mungu, pita nayo. Watu wanatoka tunawaona ni sini moja, sini mbili, mtu kapita. Lakini wewe umeandika story na sini 3, sini 4. Kwa nini usidanganywe? Mtu anaona kabisa director huyu hafai hivi sasa. Lakini unalazimisha. Unakutana na mtulinga. Maisha. Kwa hiyo mimi niwahusie tu wasanii, kama kweli unapenda sanaa kweli mdogo, katika sanaa hizi changamoto utakutana nazo nyingi sana. Kikubwa tu usikate tamaa. Pambana. Au wasanii wakubwa tunaona kina Ntizekeli, wakikueleza background zao za maisha, yani walipotoka, yanaweza kusema kwamba injini imekula kilomita nyingi sana. Lakini mpaka leo unawaona, kila mtu ana historia yake, kila mtu ana siri zake. Sanaa tunaishi katika mazingira ya maisha ya watu, tunacheza katika story za maisha ya watu. Kwa hiyo kubaliana na kila kitu ambacho kinatokea. Kikubwa tu usimame wewe kama wewe, mimi ni msanii, sanaa na hivi na hivi na hivi, eka mipaka yako, basi utoke. Hata kama unajiona kabisa bado uko chini, wewe unajua. Msanii unajua. Yani usijirahisi hivyo. Usikubali kutaka kumisini mingi. Yani ukipewa kazi unaenda on time. Mara nyingi mimi nasema kitu kimoja, wasanii wengi wanafeli pia kwenye masuala ya muda pia. Hichi kitu bwana nimekiona mimi kinaniumiza sana katika kazi zangu. Muda, wasanii wachanga, alafu mtu anafanya sanaa kwa sababu hana kazi ya kufanya. Hicho kitu mimi kinachoniumiza sana, napiga vita sana. Usifanye sanaa kwa sababu hauna kazi ya kufanya. Hapana. Sanaa ni kazi. Kama kazi, kuna watu wanalipa makodi kwa sababu ya sanaa. Kuna mtu anasomesha mtoto kwa sababu ya sanaa. Watu wana miradi yao kwa sababu ya sanaa. Kwa hiyo sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Lakini wasanii wadogo wengi akishajiona leo sijaenda kiwandani, anakupigia simu, director leo kuna shoot leo sijaenda kiwandani. Yani kiwandani yani unafanya sanaa kama ni kazi ya ziada. Kazi ya ziada. Sasa hichi ndio kinachowafeli kwa sababu haupo yani kwamba sanaa au si zungumze kitu gani, natamani ongea Kiingereza hapa ili waweze kunielewa. Yani hichi kitu mimi wananiboa sana wasanii wachanga. Kwa sababu wewe unafanya sanaa kama vile sehemu tu ya kiburudisho. Kama starehe. Kwamba leo sijaenda kazini basi ngoja nimpigie director Mingo. Mingo, seti wapi leo?
Leo bwana, leo niko nyumbani tu nimelala nimechoka, mtu anakupigia simu akamwambia leo nimelala nimechoka, naona nimekuwa boadi. Wanachoka ndo aje kuchukua. Alafu unategemea sana kutoe. Haito kutoa. Yaani kama ni mwanamke utakutana na mtulinga tu. Utasema mtulinga utasha nyumbani. Unaenda kusema mtulinga utasha nyumbani. Hapana. Yeah. Sana amka asubuhi, umeambiwa leo na kesho na shuti. Yes. Sema naenda kazini. Nimeua siku yangu leo. Naenda kazini. Safi sana. Mpenzi mtazamaji, hii ni AB Media TZ, kisima cha burudani. Na hapa tuko na director pamoja na wasanii. Tunazungumza baadhi ya changamoto ambazo wasanii wengi wanazipitia, lakini zingine tumesikia hapa, zingine za kujitakia. Kwa hiyo kama na wewe msanii unaangalia interview hii, jaribu kufanya background ya maisha yako ya sanaa, uangalie ni wapi unapokwama. Kama umekuwa ni mtu ambaye unaendekeza tamaa kama alivyosema director, kwa kweli mitulinga litakufanya vibaya. Tuzungumze jambo moja la msingi pia. Tunafahamu sanaa ni kioo, msanii ni kioo cha jamii. Kumekuwa na maudhui mbalimbali ambayo yamekuwa yakiachiliwa kwenye mitandao ya kijamii, mengine hayavumiliki. Kama director ambaye pia ni mwandishi, unazungumziaje maudhui ambayo yanaharibu pia maadili katika jamii ambayo imetuzunguka? Unajua hicho, mimi nizungumza kitu kimoja. Sisi wa Tanzania naweza kusema tumekuwa kama hopeless. Kwa sababu wa Tanzania wengi hatupendi vitu vya kufundisha jamii. Yes. Huo ni ukweli kabisa niseme. Yeah. Sasa hivi content za uchafu zimekuwa nyingi sana YouTube. Watu watafuta riziki. Tumeshakaa tukagundua kwamba Tanzania tunapenda uchafu, tunapenda ujinga. Yaani wewe ukifanya content yoyote ambayo nzuri inafundisha jamii, watu waangalie. Okay. Yaani watu waangalie. Yaani mimi kila nikiingia Facebook, kila nikiingia kwenye mitandao ya kijamii, YouTube huko, content nyingi nazokutana nazo za mapenzi na mapenzi ambayo yasiofichika. Lakini pia wakati mwingine maadili yetu ya Kitanzania pia yanakataza. Lakini na baraza la sanaa pia nikiangalia upande mwingine tunahitaji tutafute riziki. Kwa hiyo sisi maproducer na madirector tunakaa tunaangalia hivi tufanye kitu gani tuweze kupata riziki, au kitu gani tukifanye kazi yetu iende viral. Tunakaa mitaani tunaona Watanzania wanapenda uchafu. Yaani hiyo ni kweli. Hapo umepiga kwenye mshono. Yaani hiyo ni kweli. Watanzania wanapenda uchafu, wapendi story ambayo ya kufundisha jamii. Taangalia story, atatoka pale ana kitu cha kumsaidia. Tushafanyaga story nzuri tu za kufundisha, lakini comment tunazozipata kwamba story yani inaenda tu, yani story ndefu inaeleza tu. Umeona? Kwa tunataka wanaona kama haina ladha. Yani kwamba hamna ladha. Kwa hiyo tukauliza swali, ladha ni nini? Sasa tunatengeneza movie, kwa mfano mtu na mpenzi wake. Wakiwa chumbani wamekaa wanapiga story. Za kawaida tu. Lakini tunakuja tunaambiwa inawezekana mtu na mpenzi wake wanapiga story ikiwa amevaa dera. Mwanaume kavaa suruali jinsi, mwanamke kavaa dera, wanapiga story. Ukiangalia ni sahihi kweli, lakini tunavyoonyeshaje kwamba wanatoa comment, lakini ile comment ina mashiko. Si ndio? Kwamba hawa si ni wapenzi, wapo ndani. Inakuwaje ukavaa jinsi ukavaa dera? Hivi ngoja nitujiulize. Ina maana kweli hata wapenzi au wana ndoa wote muda wote wanakuwa huko uchi ndani? Sasa sio kweli, lakini kwa sababu akili zetu za kipumbavu tunataka kuangalia hivyo vitu, tukitengeneza content ambazo mtu na mpenzi wake amekaa tu kavaa dera, mimi nimevaa suruali, tunaongea mambo ya kimapenzi chumbani. Je, kama tukio hilo bado? Watu watakaone tumbo wazi, pone mapaja. Busu, ukimbusu mpenzi wako kwenye shavu hapo, anakwambia mtu na mpenzi wake, kwa nini nabusu kwenye shavu? Mnatudanganya. Kwa nini mnatudanganya? Mbaye husika. Tukakaa tukaona kumbe nyinyi shida yenu nataka mitulinga mwenyewe kweli. Basi sawa, it's okay. Kwa sababu kazi zinadorora kwenye mitandao. Unatumia gharama, unatumia gharama, unaumiza akili, location, kazi zinadorora mitandaoni. Imeganda tu na viewers 5. Mimi bwana, safari ninapokuja na kazi zangu bwana, nataka msanii, yani mimi sasa hivi ninataka romantic kweli. Yani kama msanii yupo anaweza kuza romantic, mimi potelea mbali.
Kwanza sasa hivi nishagundua nikaona kwamba soko letu la Kitanzania, yani tunakatazwa kufanya hicho kitu, lakini hakuna misingi ya njia kuonyeshwa njia hii ni nzuri tupate hela kwa nini. Lakini pia Baraza la Sanaa linakataza, lakini hatuoni wakizizuia zile kazi. Hawawezi kuzuia kwa sababu mtandao wa kijamii hasa YouTube, japokuwa kuna mipaka, wao sasa hivi wamefika hatua mpaka bodi sasa hivi nao wanataka kuingia kuzuia hizo content, kwa sababu hapa majuzi kati nilitumia content ya kufanya promotion. Mimi nafanyaga promotion pia za YouTube, nilitumia link, lakini ile ilikuwa ni kubwa lao yani ile kwa kubwa kuliko ile, kwa nahamasisha ushoga lakini baada ya link nikatumia wenzangu, kwa sababu jamani, hebu iangalieni kabla sifanya promotion, sije nikaonekana mimi wale umeone. Lakini kwa yule bwana alipigiwa simu kwa alipo nisamee, alitumia kama milioni 5, lakini ile kazi ilizuiliwa kwa sababu mwanaume na mwanaume wanataka kuona romance, ilikuwa ni too much. Lakini ikawa baadhi kutafuta content na wao kwa kweli mashoga kweli, umeelewa kweli fungo. Kwa hiyo unaweza kufanya kitu kafikiria labda baraza hawaoni, wanaona, lakini wao wanatumia inapata wakati mgumu sana kuzuia kitu ambacho kipo YouTube. Wanaofia kwamba ile platform wataharibu au yani, na mara nyingi kwa sababu wasanii wengi sasa hivi wa YouTube hawajajisajili na bodi. Okay. Kwa hiyo ndio maana wafuatiliwi, hawapo kwa nje ya box. Lakini kama umejisajili bodi, lazima nyundo itakukuta tu. Lakini sasa hivi YouTube imevamiwa. YouTube haina mwenyewe. Huko za koporini huko unalima mkaa, sio unafanyaje, na unalima ukija kupata vijana vyako vya mavuno, umefungua YouTube na umekuja mjini, jamani na milioni zangu 2 nafungua YouTube niingie, na unaingia. Lakini je, ni msanii halali? Unatambulika kwenye unatambulika? Hautambuliki. Kwa hiyo pia napenda kuambia pia wenzangu ambao pia bado hawajisajili bodi, pia nasaidia pia bodi. Bodi kuna mambo mengi sana, lakini bana hawa wa Tanzania ndio wanatufanya sisi tunafanya hizi kazi hizo ambazo tunaziona ni za ovyo. Naweza sema yani 100% kwa 80% wengi wanapenda ujinga, kwa sababu wao ndio wanatupa sisi hela, ndio hao ndio wanatuambia sisi kazi yetu nzuri mbovu, na tunapokea comment. Nilikuwa namfuatilia msanii mmoja anaitwa KP, wakati anafanywa interview akaulizwa hivi, inaonekana wewe ukicheza na Zebu una mechi sana kuliko ukicheza na mtu mwingine, wewe binafsi unasemaje KP? Akasema hivi, aisee, yani hao wa mashabiki zetu sometimes hawajui nini wanataka nini hawataki. Ukicheza anawaambia ngoja nikupe comment kidogo, anakwambia nikicheza na Zebu utakutana na comment za huyo kila siku, huyo mke wako kila siku. Ukicheza na mwingine hata mjaendana, bora ucheze na Zebu. Sasa sometimes mtu unaamua ufanye la kwako, yani utaki hata kufuata maoni yao, kwa sababu hata wao wenyewe kama bendera fuata upepo hivi, yani wewe wenyewe hawajui hata wanakitaka nini. Ukifanya kibaya kuna watu watasifia, kuna watu watasema hakifai, lakini 1% kubwa ya watu wengi sasa hivi ni kama wameshabebwa na hilo wimbi la vitu vibaya. Mimi ndio kitu kimoja. Kwa hiyo kwa UKPA watu ndio kutaka kufanya kitu bana, mashabiki bana ukifuatilia sana na kupoteza. Lazima niseme ukweli, mashabiki wajulikana wanataka nini. Kwa hiyo ukisema wafuatilie, wewe pokea zile comment afu chambua mwenyewe. Mchele upi, mawe yako wapi. Lakini ukisema kila siku wewe unapokea comment zitakuumiza, alafu utakuwa hujui kitu gani ufanye. Yaani yeye alijaribu kufanya kucheza kwa sababu labda kuna siri za mapenzi. Atacheza na mke wake, wafanye kweli yeye na mke wake. Si ndio? Lakini hapo pia msanii kama msanii bwana unatakiwa pia kujichagulia mtu kucheza naye. Lakini je, unawapata au wasanii wa kucheza nao kweli kabisa huo romantic kweli, anajua kukaa naye? Wanamuogopa. Kwa maana unaona bwana nikacheza na mke wangu. Moja kwa moja kama hapo kizungumkuti hapo. Ukitafuta mtu mwingine anaogopa kwa sababu Zebu lazima awe preset. Je, utacheza na mume wangu? Na kuna muda anakaa nyuma ya kamera kwa direct. Kwa sanaa bwana ni duara ambalo unakuta tunazunguka hapo hapo. Kwa hiyo pokea tu maoni, chambua mwenyewe, fanya unachojisikia wewe. Mpenzi mtazamaji, najua ungetamani tuendelee na hii interview kwa sababu yako mengi ambayo tunatamani tuyajadili siku hii ya leo, lakini muda unatutupa mkono. Wakati mwingine tutarudi tena, tutakuwa na wasanii wengi, tutaendelea kujua changamoto zao. Tumemsikia sister hapa ameeleza changamoto yake pia na mashiko, sababu anatamani pia kufika mahali, lakini
kuna vitu vinakuwa vinawarudisha nyuma, lakini tutatamani pia kukutana na wasanii wengine wa kiume na wengine tutakuja kupiga nao story pia. Labda tu swali moja la mwisho kwa sister hapa. Yes, sister, role model wako kwenye sanaa au kwenye taifa letu la Tanzania, ambaye huyo ukimwangalia anakuhamasisha sana kuendelea kufanya sanaa, ni nani? Ananihamasisha kuendelea kufanya sanaa ni Wema Sepetu. Wema Sepetu, kwa nini? Wema Sepetu napenda ambition yake. Alivyoanzia mpaka akaenda kwenye sanaa. Yaani nataka ile spirit yake niichukue. Siku moja tutarudi kwako utupe background ya Wema Sepetu. Maana hapo kama umetuweka kwenye fumo, kuna wengine hawajui alianza wapi akaenda. Unaonekana shabiki yake mkubwa sana. Wema Sepetu, popote ulipo, shabiki yako ni role model wako, anakufuatilia toka ulivyoanza mpaka hapo ulipofikia. Safi. Sisi madam pale. Mimi wapo wengi, lakini sana nilikuwa nampenda zaidi ni Grace Mapunda, na ndo natamani niwe kama yeye marehemu. Alikuwa anakuvutia na kipi hasa? Yaani yale ongea yake, mambo yake anavyofanya vile, yani simu zake waga nazipenda sana. Kwa hiyo natamani niwe kama yeye. Yes. Ukipata nafasi mmoja ya kucheza sini moja na msanii wa Tanzania, ungetamani ucheze na nani kwa sasa? Ni yoyote wa kike na kiume? Yoyote ambayo unasema yani unatamani, yani kama inatokea pap unapewa hiyo nafasi, ungetamani ucheze na nani? Na Gabo. Sini gani? Awe mkewe. Gabo, umesikia huku? Haya bana. Director, neno moja la mwisho tukafunge interview yetu ya leo kwa wasanii, kwa madirector wenzako, neno moja la mwisho. Mimi bwana nizungumze kitu kimoja. Sanaa ni biashara, na sanaa ni hela kubwa sana katika maisha, hasa ukiwa msanii, hasa ukiwa producer, hasa ukiwa director. Yes. Na ukiamua kuingia kwenye sanaa, ingia miguu yote miwili, usichungulie. Ukiamua kuwa ni producer, kuwa producer. Ukiamua kuwa msanii, kuwa msanii. Na uililie kabisa sanaa, useme sanaa na kuhitaji. Yes. Basi itakupokea kwa mikono miwili. Yes. Lakini ukiingia kwa kujua Bakari ni msanii anaigiza na mimi nikaigize, au Mwajuma ni msanii na mimi inabidi niingie niigize, wote utaishia tu kupata mtulinga. Basi yaani utaishia hivyo tu ndugu yangu. Lakini sanaa is everything in your life. Mimi hayo tu basi, sina jingine. Bwana, sawa kaka, pamoja sana. Sisi tunashukuru sana sister kwa ushirikiano wako. Ninaamini haya mambo machache tumezungumza hapa, kuna mtu mmoja tumemsaidia, kuna mtu mmoja amejifunza kitu. Hizi habari za mitulinga, naamini kuna watu watakuwa makini na hizi mambo. Hujaniuliza swali gani msanii gani? Nakubali ndio director. Sawa. Kwako director, ni msanii gani ambaye unamkubali kwa nchi yetu ya Tanzania? Mimi bwana, yani kitu kimoja, naomba nipe nafasi, sio nchi ya Tanzania tu. Na mtu mmoja ukitoa Tanzania, kwa sababu Tanzania mimi sipo kabisa. Tuanze mipaka ya nje. Mimi kwanza nikiingia pale Nigeria, katika maisha yangu hata ukiniambia nilale niamke nicheze kama mtu fulani, yani nacheza. Nampenda sana Ramsey Noah. Huyu jamaa ndani ya moyo wangu, Ramsey Noah. Unamkubali? Namkubali sana kutoka moyo wangu. Na ndio maana hata mimi uchezaji wangu na feeling sana kwa yeye. Na ukija Tanzania, kuna mtu mmoja nasikitika sana, nampenda katika maisha yangu, na my brother ni rafiki yangu kweli kabisa, popote alipo, Slim, yani Slim Omar. I like you everything, yani sinizungumza Kiswahili gani mpaka nielewe, lakini ndio kishatoka nje ya box sasa hivi. Slim Omar nampenda sana hapa Tanzania,
mwanangu sana, popote alipo. Mwenyezi Mungu amsaidie, kama yuko mzima basi aendelee, ila sana inamhitaji popote alipo Slim Omari. Yes. Kwa vizazi vya sasa hivi sidhani walikuwa wanamtambua Slim Omari. Baada umemtaja watu wataanza kumfuatilia. Waanza kufuatilia Slim Omari popote alipo. Mwanangu sana, namkubali. Kwa hiyo sina jingine la kuzungumza, wasanii tuwapende sana. Swali la Tunzushi director, ukipata nafasi, ukapewa nafasi ya kuchagua msanii wa kike umuoe awe mke wako, ungemuoa nani? Ulia tena, ukipewa nafasi? Ukipewa nafasi mara pap, kuna msanii wa kike ambaye ni superstar, ukapewa nafasi director, umchukue au mchague, yani awe ndo mke wako na yeye yuko tayari, ungemchagua nani? Yani mimi naona waigizaji hao wa kike sasa hivi wote namba zishasoma kilomita nyingi sana. Yani zamani nilipokuwa bado yangu nafuatilia sana Bongo Movie, bado sijaingia sana, nilikuwa kidogo namtamani Wema wa zamani. Wema wa zamani. Wema wa zamani nilikuwa nampenda sana dada. Kwani amebadilika? Wema sio namjua mimi. Kuacha bwana. Sasa hivi ni kituko. Yani sasa hivi Wema namjua mimi sio Wema, sasa hivi ni kituko. Yani Wema wa zamani alikuwa Wema kweli. Sio sasa hivi. Baza basi. Basi shukrani sana Baza, pamoja sana. Karibu sana pamoja sana. Ingieni YouTube, andika Boy Family Limited Films, ukasubscribe, comment na share. Pia tunaomba mtupe mtazamo wenu jamani, kusupport sisi wasanii chipukizi, tunawapendeni sana. Hivyo kama alivyosema Shemsa Diva, ingieni YouTube mkanisupport. Shukrani sana. Mpenzi mtazamaji, hii ilikuwa ni interview ya kibabe kati yetu sisi timu ya AB Media TZ Kisima cha Burudani pamoja na wasanii pamoja na director. Kwa kweli imekuwa interview nzuri ya kupendeza. Nikuombe usiache kushare interview hii utakapoiona, lakini pia shiriki na watu wengine, wasanii mbalimbali waweze kujifunza baadhi ya mambo ambayo tumeyazungumza hapa. Tuko pamoja, tutaendelea kukuletea vipindi kama hivi mara kwa mara. Nikutakia wakati mwema. Alamsiki. Bye bye. Hala. Bye bye. Bye bye. Tulinga.